Na mtazamaji, jina langu naitwa Malenga Lugo. Hii ni Malenga Lugo TV. Katika kuza talanta na Malenga Lugo TV, leo tumeweza kutembea maeneo ya Kadzonzo, Marekani, kumtembelea mwimbaji nguli, mwimbaji shupavu, mashuhuri kabisa, ambaye ameweza kuhit sana. Nyimbo zake zimeweza kwenda mbali, zimeweza kusikika. Hivi karibuni ameweza kuimba kibao cha Jambo Gani, ambapo ameweza kumshirikisha Guardian Angel, msanii mkubwa nchini Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla. Niko naye hapa, ataweza kujitambulisha, atatuelezea kuhusiana na hiki kibao cha Jambo Gani ambacho amemshirikisha Guardian Angel. Walikutana vipi mpaka sasa? Naam, karibu sana. Kwa jina unaitwa nani? Nashukuru sana Malenga Lugo, na pia naomba Mungu aendelee kukuinua katika Malenga Lugo TV. Asante sana. Naitwa Fanis Favor. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, pia naishi hapa maeneo ya Mariakani kwa sababu ya kazi, lakini kwangu haswa ni kule Kilifi. Labda ilikuwaje mpaka ukaweza kujitosa kwenye mziki huu wa nyimbo za Injili? Sasa mimi kwanza nimeokoka. Niliokoka nikiwa darasa la 6. Na wokovu ijawa rahisi, lakini neema ya Mungu imetosha. So wakati wa COVID-19 ndio tulikuwa tumeambiwa lazima ubaki shule, uangalie shule. So katika kubaki shule na kuangalia shule, ilibidi sana nifunge na kuomba. Nilikuwa naona nasikia watu wamekufa, COVID-19 imeua watu. So mimi nikaamua hapana, wacha tu niamue nijiingize katika kusoma neno na kufunga. Hapo ndo nikaanza kusikia yaani Mungu ananipatia inspiration ya nyimbo, na lala nyimbo yaja, nafanya 1 2 3 thing nyimbo yaja. Ndio nikaamua wacha nichukue hatua niende studio. So katika kwenda studio, Arts Records akiwa Bamburi, in fact alikuja tu hapa shule, ndio tukaanza kuimba. Nakumbuka nilipoanza kuimba nyimbo, siku ya kwanza nilimba kutokea saa 3 ya usiku mpaka saa 9, nyimbo You Alone, You Alone. Unaweza iona pale YouTube ukienda kwa Fanis Favor. Ilikuwa si rahisi, iligharimu mkono wa Mungu. So naweza sema hapo ndio nilianza nyimbo za Injili, na nilikuwa sijai huko nyuma kabisa kuimba. Nilikuwa najua tayari sina sauti ya kuimba, kwa sababu nilikuwa nikijaribu sipatikane kwa keyboard na fail mbaya sana, lakini sijaelewa mambo ya Mungu na neema ambayo ameweka ndani yangu. Hivyo langu ni kumwambia Mungu utukufu kwake. Na tukija kwenye mada ambayo imeweza kunileta mimi, Guardian Angel, mlipatana vipi? Sasa ndio nilikuwa naeleza hapo katika safari yangu, kwa sababu nimemwona tu Mungu. Yaani nimeona kibali cha Mungu kabisa, sababu naona tu watu mmoja hadi nyingine Mungu ananifungulia tu milango. Mtumishi wa Mungu nilipatana naye kwa njia ya kimiujiza, kwa sababu kuna rafiki yangu mwingine kule Nairobi ndiye aliniambia acha nikupatanisha na mtumishi wa Mungu, na kwa neema yake nikapatana na ule DJ Riz, alafu DJ Riz naye akaniconnect na Guardian Angel. Sasa hapo ndo tukasikilizana, tukasema acha tuombe Mungu akituwezesha one day. Hiyo ilikuwa ni last year ndo tulikutana, na tukasema one day kama ni mpango wa Mungu, wacha tutaimba pamoja, na ndio Mungu ametenda. Labda hii idea ya Jambo Gani ilikujaje? Labda wewe ndio ulitoa hiyo idea ama ni Guardian Angel? Sasa Jambo Gani, siku moja nilikuwa tu hapa kwangu kwa nyumba, kwa nimetafakari. Unajua saa zingine ukiwa binadamu unapitia mambo mengi. Unajua watu wanaweza kuona kwa mfano vile sisi tunaimba nyimbo za Injili ama sisi tunatumishi wa Mungu atupitie mambo mengi. Tunapitia mengi sana, lakini sababu ya neema ya Mungu unasimama wima na neno la Mungu. So like me, nilikuwa napitia changamoto kubwa sana. Hasa nimeketi tu pale kwenye room yangu, kwenye kiti changu, ndio nikaanza tu kusikia venye tu kawaida yangu tangu 2021 wakati wa COVID, nikasikia tu sauti, Jambo Gani linamshinda Mungu. So ikakuja hivyo kabisa mpaka na tune. Mimi nikachukua hiyo audio nikamtumia yule Yusuf Manamba wa Tanzania, ndiye akanipigia hiyo nyimbo. Alafu ndio sasa tukaenda studio kule Seven Heaven Nairobi, tukamshirikisha mtumishi wa Mungu Guardian Angel, alafu Guardian akaimba hiyo sehemu yake. Sasa hivyo ndio Mungu alitenda. Na tumeona kwamba hii nyimbo imeweza kufanya vizuri zaidi, hata pia tumeona imeweza pia kuchezwa kwenye media tofauti ikiwemo Wasafi TV. Unahisi vipi ukiona nyimbo yako inachezwa kwenye media kubwa kama zile? Nahisi ndani yangu ni kweli, kwa hii dunia Mungu anaweza. Mimi ni niko katikati ya wale watu ambao nilikuwa nisha give up in life. Hata watu walikuwa shajua mimi ni written off, bedridden for 3 good years. Nikajua mimi hakuna kwenye naenda, nikakata tamata. Kwa mwenye alikuwa ananiambia babangu, mtoto wako cha kung'ang'ana na yeye, abaki awe kiwete hivyo usimsomeshe. So unajua hapa ndani yangu saa hii
nasema Mungu ni mwema. Alafu pia nashukuru Mungu sana kwa babangu na mamangu, kwa sababu wale walikubali kunichukua na ulemavu wangu na wakanilea, wamenisomesha mpaka niko na PhD kwa neema ya Mungu, unaelewa. Alafu pia Mungu akaniongezea sasa na zawadi ya uimbaji. Ile hii ni kama Mungu anafafanua ile Waefeso 3:20 ya kwamba kwa Kiingereza, my God shall do exceedingly abundantly more than what you think or what you imagine. So ndani yangu nabubujika na furaha kwa Yesu kwa sababu ya kunineemesha. Kwangu mimi ni kunyenyekea na kumshukuru Mungu. Nyimbo ilichukua muda gani kuweza kutayarisha matayarisho yake? Tuseme venye Mungu alinipatia, nikapata yule Yusuf Manamba, yule producer. Naweza sema tu within like 3 to 5 months. Kwa hivyo kuna muda. Kwa hiyo nyimbo si venye nilisikia yote Mungu akanipatia, mimi nikamtumia producer. Producer yeye akapiga tayari. So ikawa ni kupatana studio ndio unajua na take time. Mimi niliimba tayari. Alafu ndio ikawa tu mtumishi wa Mungu apate nafasi ya tujoin ili tuende pamoja. Na unajua mimi katika uimbaji wangu nimegundua, yani venye nimeona kiki yangu mimi, nikana kwamba yani kama kuna jambo fulani Mungu anataka kunena kwa wakati wake, inanikujia kama kwa nyimbo hivi. Labda changamoto ni gani ambazo mlizipitia wakati mkitayarisha hii nyimbo? Mimi sioni changamoto, kwa sababu mtumishi wa Mungu hata ukimwangalia kimba hapo nyimbo ako na furaha sana. Mimi nami nilikuwa na furaha. Wale ambao walikuwa na mimi, kuna mheshimiwa Machogo ambaye alikuwa amenipeleka mahali pale kuimba, na Yusuf producer, tulikuwa tuko tu sawa. Yani mliimba mkiwa na furaha zenu. Furaha ya Yesu. Hakuna changamoto. Na labda pengine kuna yule ambaye kwamba anahitaji kuiona hii nyimbo ya Jambo Gani. Watu wengi sana wangependa kuitizama, wataiona wapi? Haya, sawa. Unataka kuona nyimbo Jambo Gani? Kwanza utaipata hapa Malenga Lugo TV. Enda kwa Facebook page ya Malenga Lugo TV utaipata. Alafu mimi nitafute tu kwa Fanny's Favor Facebook, utapata hiyo nyimbo, ama ukitaka kusoma kuhusiana na hiyo nyimbo. TikTok utanipata kama Products of Grace. Alafu YouTube channel nipate kama Fanny's Favor. Alafu kwa neema ya Mungu pia niko kwa streaming platform zote za ulimwenguni, Spotify, Boomplay, Mdundo.com, zote utanipata kama Fanny's Favor. Kuna yule ambaye kwamba angependa kupiga collab na Fanny's Favor, yani ana wish kupiga collab na Fanny's Favor, labda atakupata pia kwa namba gani? Ukitaka kunipata tufanye collab, mimi niko tayari. Juu hata before nianze kuimba mpaka na Guardian Angel, na niimbe na Mama Rose Muando, niimbe na Solomon Mkubwa, nimeimba na watu wengi sana, wanafunzi wangu, walimu. So ukitaka tuimbe, haya njoo 0720 659 129 0720659129. Nipigie simu, ama kwa sababu niko na kazi mingi sana, niandikie message kwa WhatsApp ama ordinary message. Ukiniandikia nitajaribu nikucontact back. Asante sana. Bila shaka mtazamaji, niite Malenga Lugo. Endelea kufuatilia nyimbo zake Madam Fanny's Favor kupitia YouTube channel yake, TikTok na kupitia Facebook. Endelea kufuatilia hiki kibao cha Jambo Gani, na unaweza pia kushare kwa wengine ili pia naweze kupata burudani, aweze kupata kufaidika. Shabash. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipotokea mawimbi, Bwana Yesu alituliza bahari. Alilisha watu 5,000 mikate 5 wakala